نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكله حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى آخر الآية. بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hakika ni taufiki kubwa na kudra zake na minna zake Mwenyezi Mungu aliotuafikia tena tukaweza kupata mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao kwamba mwanadamu kupata kwake ni neema kubwa na ni fadhila. Na pia Mwenyezi Mungu akatuafikia katika mwezi huu wa Ramadhani tukaweza tena kuja kuwatembelea ndugu zetu wa msikiti wetu kama huu wa Makadara. Alhamdulillah, tumefurahi kuja kuonana tena na wao. Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu atutakabalie saumu zetu, na kila mgonjwa Mwenyezi Mungu ampe afya, na walioondoka Mwenyezi Mungu awarhamu, na zile thawabu zetu Mwenyezi Mungu awapelekee na wao. Kwa hakika tulipoingia msikiti kama huu na tuliposikia tarawehe namna inavyoswaliwa, tumepata tumanina, tumepata kitu chaitwa nini? Tumanina, utulivu. Na tukisema tumanina kwa lugha nyingine tuweza kusema ni sakina, utulivu. Na wanazuoni kwambia inda sakina, mahali penye utulivu, yujadul qabul, ndani yake upatikana nini? Kukubaliwa zile amali na kukubaliwa zile dua na kukubaliwa yale yote yanayokusudiwa wakati kunapopatikana utulivu. Na utulivu haupatikani ila huwa mahala kama pale ghashiyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika, isipokuwa pale mahala pamefinikwa na rehma ya Mwenyezi Mungu na pale mahala pamezungukwa na malaika. Ukiona mahala kumeingia utulivu ni ishara kwa kuwa pale mahala pameingia malaika, na ni ishara kwa kuwa pale mahala pameteremka rehma ya Mwenyezi Mungu. Na rehma ya Mwenyezi Mungu haiteremki mahala ila mahala pale wa kumetangulia nuru ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ile rehma ya Mwenyezi Mungu yafuata nuru ya Mtume, kwa sababu mwenyewe Mwenyezi Mungu amejalia Mtume ndio rehma. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kwa hivyo ulimwengu wote wapata rehma
ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kupitia nuru ya mtume pale mahala, kwa sababu yeye ndo Ar-Rahman, yeye ndo mwenye kurahamu. Kisha akaijalia ile rehma ile itapelekwa na mtume, yani amemwatia yeye mtume ile rehma yake aigawanye katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo mahala pakipatikana sakina ni ishara kwa malaika wapo, ni ishara kwa mtume yuko, ni ishara kwa pale mahala pana kabuli pamekubaliwa. Kwa hiyo katika dini hakuna kitu kikubwa kama itmiinanul qalbi, moyo ukisha kupata tumanina ukatulia. Na wanazuoni kwambia tumanina ikipatikanwa ni ishara kwa kuwa ule moyo sasa ushafika karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukitaka kujua moyo wako umefika karibu na Mwenyezi Mungu, utaona moyo wako umetulia, utaona haubabaiki na dunia, haupapariki na ulimwengu, haupelekwi mbio na ghasia za ulimwengu. Yani ulimwengu wote ule moyo umeweka kando, ule moyo umekuwa waogelea katika asrari za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio pale mwanadamu akisha kupata sakina, Mwenyezi Mungu akamruzuku kitu chaitwa kanaa, kutosheka. Taona roho yako imetosheka. Pengine pamoja na kwa wewe ni maskini, huna kitu, lakini ukajiona wewe ndio tajiri kwa sababu ule moyo wako umetosheka na Mola wako, yani umetajirika na siri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utaona takupatia mfano kwa kila utulivu ukizidi ni ishara kwa uko karibu na Mwenyezi Mungu. Usiku ikiwa tumelala, ikiwa nyumbani kwako kuna saa, utasikia ile thania, ile sekunde, mlio wake namna unavyogonga unavyokwenda. Lakini kukiwa na fujo mtana, utaona huisikii, kwa sababu usiku utulivu umepatikanwa, ile sekunde utaisikia ile sauti yake. Lakini katika ajabu zaidi ni kwa kuwa tungu akipita, hata kama watu wamelala utamsikia. Hebu tulaleni sote tusizungumze, kisha tungu apite, kisha mmoja aseme mimi nimemsikia akipita. Kwa nini husikii? Na kwa nini Nabii Suleimani amemsikia? Nabii Suleimani alisimamisha jeshi, akawaambia ilo jeshi lisimame, tungojeni hawa tungu wapite, kwa sababu msije mkawakanyaga. Kisha Nabii Suleimani akawa huzungumza na tungu na akawa humsikia sauti yake. Si kwanza paka sauti yasikika, wata kuelewa ile lugha, paka kwanza wewe wasikia ile sauti ya tungu, lakini yeye akaweza kumsikia sauti yake na akaweza kuelewa lugha yake. Sasa tutukue suala, kitu gani kilofanya Nabii Suleimani amuelewe ile tungu na amsikie? Kwa sababu ndani ya moyo wake kuna tumaanina, kuna sakina. Utulivu ukizidi ndani ya moyo, Mwenyezi Mungu aweza kukusikilizisha kitu chochote, aweza kusikilizisha kitu chochote, pamoja na kwa yeye ni Samii, yeye ndio Basir. Lakini utulivu ukizidi katika moyo wako waweza kusikia kitu chochote, na ule moyo waweza kuona kitu chochote. Ndio kasikia kulubu la arifina laha uyunun, nyoyo za wale watu wanaimjua Mola wao, waliotulia na dhikrullahi ya Mola wao, utaona laha uyunun, zina macho. Tara ma la yarahu linnadhirina, yanaona mambo ambayo kwamba wenye kuona hawaoni. Wa lahum ajnihatun tatiru,
wana mbawa za kurukia ila malakuti rabbil alamina. Zile nyoyo huruka zikienda mpaka karibu na ufalme wa Mola wao. Moyo uko duniani, lakini tasikia umeruka, umekwenda mpaka kwenye ufalme wa nani? Umekwenda kwenye ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule moyo umetulia kwa dhikrullah. Ndio Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama wakati alipopanda safari yake ya Isra wal Mi'raj, alifika mahala ikawa sasa hasikii tena kitu chochote, yuasikia tasrifu al-aklami peke yake, yuasikia mtakaso wa kalamu tu kiandika. Kwani kalamu kiandika utoa sauti? Lakini Mtume asema asikia kalamu tu yaandika. Ni kuonesha kwa kuwa pale alipofika sakina yake iko hali ya juu sana, mpaka ikawa wasikia nini? Kalamu yaandika. Na hiyo ndio ishara ya kuwa wewe sasa uko karibu na nani? Pale alipofika Mtume kusikia sauti, akawa hamuoni yoyote, hata Jibrili mwenyewe pia hafiki tena pale, akahisi tu kwa hapa sasa niko karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo alama ya kujua kwa kuwa wewe uko karibu na Mwenyezi Mungu, utaona moyo umetulia. Kila moyo ukitulia, basi ni ishara kwa kuwa wewe uko karibu na Mwenyezi Mungu. Na ukisha kujua kwa kuwa uko karibu na Mwenyezi Mungu, basi ujue kwa kuwa wewe rufi'ta alhujuba, umeondoshewa hijabu zote. Kwa sababu ikiwa Nabii Musa akiwa yuwazungumza na Mola wake, pamoja na kwa kuwa yuwamsikia Mola wake na yuwazungumza na yeye, lakini kutoka yeye Musa mpaka kwa Mola wake kuna hijabu 70,000. Kuna hijabu ngapi? 70,000. Pamoja na kwa kuwa Nabii Musa ni mtume, pamoja na kwa kuwa yeye lazima atakuwa anao sakina na lazima atakuwa ana tumanina katika moyo wake, kwa sababu ule ni moyo wa mtume, si moyo wa mtu mwingine. Lakini ni ajabu ni kwa kuwa ummati Muhammad wamepewa ukaribu zaidi kushinda mitume waliopita katika Bani Israeli. Sisi ummati Muhammad tunapofungua mwadhini, wakati ule mwadhini wataka kufungua, wakati ule ukizungumza na Mola wako, zile hijabu 70,000 aliyowekewa na Nabii Musa sisi huondoshewa, ukawa kama wazungumza na Mwenyezi Mungu, wamuona na yeye wakuona, na katikati yenu hakuna hijabu. Na haya maneno yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu amweleza na Nabii Musa, amwambia Musa, usione wazungumza na mimi ukaona nimekupa daraja kubwa zaidi, lakini wako ndio wapa daraja kubwa kushinda yako, ummati Muhammad, si Muhammad. Umma wa Muhammad nimewapa daraja, wakifunga Ramadhani yao kabla hawajafungua mwadhini, wakiniomba basi kama aloketi mbele yangu na katikati hakuna hijabu hata moja, namsikia na namjibu dua zake. Kwa hivyo ni kuonyesha kwa kuwa huyu mwanadamu kila akiwa karibu na Mwenyezi Mungu, hijabu zake zafanya nini? Zafunguliwa, na ishara atauona moyo wake umetulia, yani umesahau dunia kabisa, umeingia ndani, umezamia katika bahari ya akhira. Ndio kina Nabii Isa na Nabii Yahya walikuwa wakitembea, wasema ziwiliwili zetu tumewatia umma wetu, lakini nyoyo zetu ziko kwa Allah. Yani ziwiliwili wamewatia umma, lakini nyoyo zao zimeghibu, ziko kwa nani? Kwa sababu kila lahdha walikuwa wanamtaja Mwenyezi Mungu wao, kila lahdha wanamtaja nani? Sasa tushajua kwa kuwa sakina ni kitu muhimu. Sasa ni mambo gani ambayo kwamba tukiyafanya tutapata sakina? Haya ndio mambo muhimu. Mwenyezi Mungu asema alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, wale walioamini kihakika, waliomsadikisha Mwenyezi Mungu kihakika,
hutulia nyoyo zao wakati wanapofungamana na dhikrullah. Dhikrullahi ni kumtaja Mwenyezi Mungu. Kile ukimtaja Mwenyezi Mungu, moyo wako wapata tumaanina na sakina. Dhikrullahi ni kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila ukimswalia Mtume, moyo wako wapata utulivu na tumaanina. Dhikrullahi ni kuisoma Qur'ani kwa kuizingatia, ama kuisikiza Qur'ani kwa kuzingatia. Ule moyo wako utaona wapata nini? Utulivu. Dhikrullahi ni kuisoma ilmu kwa ikhlas. Kila ukisoma ilmu yako ya dini kwa ikhlasi, basi utaona moyo wazidi utulivu na akili yazidi kutulia. Basi ni ishara kwa kuwa wewe uko karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kila kitu kilofungamana na Mwenyezi Mungu, kuketi na maskini, kuketi na watu wema, kuketi na mawadii, kuwazuru amwati, kuangalia wagonjwa, yani kitu chochote kilofungamana na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utapata kitu kama kile cha kuweka karibu na Mwenyezi Mungu, cha kupatia utulivu, cha kupatia na sakina. Sasa moyo ukisha kutulia, ndio sasa wewe huwa ni abdun awwabun munibun. Huwa wewe ni mja kila saa uko katika kumtaja, kumkumbuka Mola wako, na uko karibu na Mola wako. Ndio pale wakati wote ukitamani kitu, ama ukiwaza kitu, ama ukiomba kitu, Mwenyezi Mungu hukupa. Sengine zako hukuomba, umewaza tu, basi kile kitu kikakujia. Sengine waweza kuwa umetamani tu, lakini hujaomba, kile kitu ukakipata au ukakiona. Na wakati mwingine huwa waomba haswa, na Mwenyezi Mungu hukujibu dua zako, kwa sababu moyo wako uliweka karibu na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu na yeye akawa karibu naye. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, mja wangu akija polepole, mimi huja haraka. Akija polepole, mimi huja nini? Huja haraka. Yani ukimtaka Mwenyezi Mungu, kile ukisongea kuzengea mambo ya kuwa karibu na yeye, basi na yeye Mwenyezi Mungu ndio huzidi kujikurubisha zaidi kwako wewe. Asa akiwa karibu na wewe, basi ndio pale utaona mambo yako watu wanayastaajabia, yanaenda kwa kudra za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tuzidi kujikurubisha na Mwenyezi Mungu, tufungamaneni na Qur'an, tufungamaneni na dhikri, kila saa tukaririni la ilaha illa Allah, miftahul qulub, miftahu hujubil qulub, yafungua hijabu za nini? Za nyoyo. La ilaha illa Allah ni miftahu abwabil khair, ni funguo ya milango ya nini? Ya khairi. La ilaha illa Allah ni shifa. La ilaha illa Allah ni akiba yako ya sakaratul maut. Siku ya sakaratul mauti, mauti yakikujia, itakuwa hakuna kitu chengine kilozoeleka katika mdomo wako isipokuwa ni la ilaha illa Allah. Lakini ikiwa utajizoezesha kuzungumza siasa, utajizoezesha kuzungumza ulimwengu, kuzungumza, kutukana, kutoa matusi tu kwenye mdomo wako, basi ni hatari katika sakaratul mauti, yaweza kukutokea maneno kama haya. Wangapi wanakufa wanalakinishwa la ilaha illa Allah, utaona wanataja mambo ya siasa. Mwingine itisha gazeti, yuko kwenye sakaratul mauti, itisha nini? Gazeti yasome. Mwingine alakinishwa la ilaha illa Allah, yakataa, yasema no. Sema kizungu kizungu, basi kile kizungu chake kimemjia kwenye nini? Kwenye sakaratul mauti. No. Yani yeye apelekwa kwa Mwenyezi Mungu, hataki aenda mahala pa Ibilisi. Kwa hivyo kadri tutakavyojikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, ndio kadri sakaratul mauti yetu itakavyotujia kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tumuombeeni Mwenyezi Mungu kwa baraka ya jalsa kama hili, na kwa baraka
ya ibada kama hizi na kwa baraka ya mahala kama hapa patukufu paliozungukwa na malaika na kwa baraka ya kitabu kama hiki kitukufu tuliokisikiza ndani ya Qur'ani na kwa baraka ya waja wema waliokuwepo hapa na kwingine, inshallah Mwenyezi Mungu tutakabalia amali zetu. Mwenyezi Mungu atuinue daraja zetu. Mwenyezi Mungu awasamehe wazee wetu. Mwenyezi Mungu awapoze wagonjwa wetu. Mwenyezi Mungu awarahamu amwati wetu. Mwenyezi Mungu awarehemu masakini. Mwenyezi Mungu awarehemu mayatima. Mwenyezi Mungu awarehemu madhaifu wote wa Kiislamu na atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul albab. Fatiha. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ونعيم الآخرة. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.